Want us to go into this one into a few minutes. Let us see the word. The book of Matthew 14, chapter 14, from verse number let us see from the book of Matthew chapter 14 from verse 22. We are asking for the readers to help us. Matthew chapter 14 from verse 22. Bible says, immediately Jesus made his disciples get into the boat and go before him to the other side, when he sent the multitude away. And when he had sent the multitude away, he went up on a mountain by himself to pray. Now when evening came, he was alone there. But the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves of the wind, was contrary. Now in the fourth watch of the night, Jesus went to them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a ghost," and they cried out for fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, "Be of good cheer, it is I, do not be afraid." And Peter answered him and said, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." So he said, "Come." And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, saying, "Lord, save me." And immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, "O you of little faith, why did you doubt?" Praise the living God. Amen. Biblia inasema, the Bible says, ni wakati mmoja Yesu pamoja na wanafunzi wake, Jesus together with his disciples, waliweza kwenye mkutano. They were in a congregation. Kafanya mikutano na watu. And they had a meeting with people. Biblia inasema wakala mkutano. The Bible says that they had a meeting. Walipoaga mkutano, when they said goodbye to the meeting, Yesu akawaambia wanafunzi wake, Jesus told his disciples, "I want you to go before me, mwende na mwili, that you may go to the other side. I am going up to the mountain, kidogo niende nikaombe, that I may go and pray." Maandiko inasema, the Bible says, wanafunzi walifanya kama vile waliagizwa na Yesu. The disciples did according to how they walienda wakipanda chombo. They went and boarded the boat. Wakapanda chombo pale. They got into the boat. Wakavuka. And they went before. Na maandiko inasema, the Bible says, walipokuwa kwenye wakivuka, they were crossing, wakiwa kwenye chombo, when they were on the boat, wakiwa safarini, their journey. Biblia inasema wakiwa kwenye zamu ya usiku. The Bible says that it is around 10 o'clock. Kulikuwa na upepo. There was a wind. Kulikuwa na upepo. There was a wind. Na maandiko inasema, the Bible says, lile chombo ikasumbuka sana. And the boat started to be troubled. Ile chombo ikasumbuka sana. And the boat started to be wet. Na iliposumbuka, and when there was a trouble, maandiko inasema, the Bible says, wanasumbuka wanateseka wakiwa katikati ya bahari. They were troubled somewhere in the sea. Wako katikati ya bahari. They were in the middle of the ocean. Wako kwenye mashua. They are in the boat. Lakini hakuna mtu wa kuwasaidia. And there's nobody to help them. Biblia inasema, the Bible says, wakiwa wanatazama mbele, when they were seeing in front, wanaelekea, they are continuing, wanaendelea kuteseka, they are continuing to be troubled. Waliona, they saw sura ya mtu, they saw a picture, anatembea juu ya maji, someone walking on water. Wakaona kama ni pepo, they saw it like a ghost. Wakaona hii pepo, they said that this is a ghost. Kwa mtu ambao anaelewa mambo ya bahari,
Someone who is well known of the things Ukiwa kwenye bahari, when you're on the ocean, uone mtu anatembea juu ya maji, you see someone walking on the water. huyo sio mtu wa kawaida. That one is not a normal person. Wapendwa wa Yesu, Brethren of Jesus, hata ukiwa kwenye chombo, when you are on the boat, utaweza kutamani kuruka kwenye maji, you always even desire to get into the water. kwa sababu sio kawaida. Because it's not normal. Sio kawaida It's not normal. kuona mtu akitembea juu ya maji See someone walking on water na hawezi kuzama. and they can't even sink. Maji sio mahali mtu anaweza tembea Water is not somewhere someone can walk na adhabu, and not to sink. sio nchi kavu, It's not a way of land. ni mahali inakaa kama hewa. It's some place like this. Licha ya kwamba utaiona kana kwamba ni maji, You can see like just water. lakini haina nguvu ya kubeba mtu But it has no strength to carry someone. ili asiweze kuzama. That he may not sink. Wapendwa wa Yesu, Brethren of Jesus, hao wanafunzi wa Yesu and as disciples of Jesus, walipomwona Yesu anatembea juu ya maji, when they saw Jesus walking on water, hawakumuona kama Yesu. they never saw him like Jesus. Waliona ni shetani, They saw him like a demon. wakaona ni mapepo ya bahari They saw it like a demon of the water. imewapata That was the baada ya kuteseka after being troubled na mawimbi kwenye maji, and the waves of the water pepo imewasumbua, and the demon has come. wakaona tena And they saw hii ndiyo pepo imekuwa imesumbua, this is the demon that has troubled us. wakaiona na macho. They saw it with the naked Maandiko eyes. inasema The Bible records walipoitazama when they see wakaona pepo, and they saw it like a demon, walipiga yowe, they cried, wakapiga nduru, they cried, wakapiga kelele. they make a noise. Sijui walikuwa wanatumia lugha gani kuikelea ile pepo. You don't know the kind of language they were using when casting out the demon. Haleluya! Amen. Ni kama vile saizi ukitembea kwenye gari It's like now when we're using a vehicle, alafu uone gari imeyumbayumba sana, ime lose control. you see the vehicle saying, I'm losing its control. Kwa hiyo gari watu wote wanakuanga wameokoka, Everybody in that vehicle are saved. si ni kweli? Yes. Kila mtu anakuanga ameokoka. Yes. Hata mlevi yule alikuwa amelewa kabisa, Even a drunkard who is full of drink, automatically ulevi inakuanga imeisha, that moment, na lugha ile inakuja kwa mdomo yake ni shindwe, shindwe, shindwe katika jina la Yesu. that comes that Hata watu wamalizie katika jina la Yesu, true. hawamalizie katika jina la Yesu. Shindwe, shindwe, shindwe pepo mbaya. That is the language they are using. Unapoyatazama When you look at it, ndio Yesu aweze kuwazungumzia. so that Jesus may speak to them. Kuna vile walikuwa wanakemea, There is the way they were cursing. wanakemea. They were rebuking. Ninaona wakipiga mbingu wakirudi You nyuma, see that they are being that goes. wakikemea They are rebuking. shindwe kwa jina la They are Yesu. rebuking the demon. Lakini wanaona ile pepo inakuja tu. And they see the demon coming. Yesu alikuwa anaendelea akikuja, Jesus was just lakini hao wanaendelea kupiga duru. and they are continuing to cry. Yesu akawaambia yeye, And Jesus said, ni mimi Yesu. it's I, Jesus. Haleluya. Amen. Petro alipoyaona When Peter saw Yesu, that is Jesus, akamwambia, yani hakuamini he never believed kama ni Yesu. if it was Jesus. Hakuamini He never believed. kile kitu ambao ukisoma hiyo maandiko vizuri, When you read that, ndio Petro akubali aiseme kama ni wewe Yesu, if it is you, Jesus, amuru mimi command me nikuje hapo. to come there. Hawakutaka Yesu akuje kwanza, He may never wanted Jesus to kwa come sababu out. Petro ndiye alikuwa komanda Because Peter was the commander wao of them wakati wako peke yao. when they are alone. Yeye alikuwa kama pasta yao. Sasa wakati wamebaki bila Yesu, He was like their pastor when Jesus stood Petro around. akamwambia sasa, And Peter told them, kama ni yeye kwanza, wacha mimi niende. it is him, let me go. Nihakikishe. I want to confirm Petro akamwambia kama ni wewe, that if it is you, niamuru nikuje. command me that I may come. Inamaanisha hawakutaka Yesu akuje kwanza. It means that they never wanted Jesus to come. Hawakumwambia kama ni wewe kuja. If they never said that it is you come, Lakini Petro akamwambia but Peter said, kama ni wewe, if it is you, niamuru kwanza nikuje. command me that I may come. Awache wenzako wafikiri. To leave others not to Yeye die. akakubali, He accepted akakufa. that he will die Akutana na hiyo pepo. to meet that demon.
and said, yes, kuja Petro, come Peter. Petro akatoka. And Peter went out of the boat. Even him walking on water. Walking on water. The Bible says, Petro wakati alifika na kuconfirm huyu Yesu, when Peter arrived and confirmed that Jesus is Jesus, he started sinking. What does that mean? It was not normal. A normal person to walk on water. Jesus wanted him without fear that they had, without believing that this is Jesus. He went to look for the confirmation that this is really Jesus. When he arrived, when Jesus through, he started shrinking and he cried. He said, Lord, I am shrinking. What does it mean? They never believed that it was Jesus. They never believed. Mambo inaweza tokelezea. Things might happen. Unajiuliza hii Mungu ama ni shetani? You're asking yourself, is this God or is it devil? Kuna mambo yanafanyika kwa sababu Mungu anataka kutukuza. There are some things that are happening because God wants to glorify. Kuna mambo yanafanyika kwa sababu shetani amekuja kupigana. And there are some things that happen because the devil. Wakati mwingine tunaweza kupigana na kumbe ni Mungu tunapigana naye. At times you might fight by his God you are fighting. Kama hao wanafunzi. If those who are the disciples. Walikuwa wanasema ishini. They were casting it. Lakini wanapigana na Mungu. But they are fighting with God. Lakini nataka kuambia. I want to tell you. Challenges ziko. There are challenges. Biblia inasema. The Bible says. Hao wanafunzi waliteseka. And this disciple was. Yeye ikawa. Walikuwa wametoka kwa mkutano. They had come from the meeting. Mkutano wa Bwana. The meeting of God. Walitoka kanisani. They came from church. Wamefanya mikutano. They are out of God. Wametoka kanisani. They have come from the wameimba. They have seen. Wameworship. They have worship. Wameomba. They have prayed. Lakini wanaenda nyumbani. They are going. Wanakutana na maneno. They are meeting. Wanakutana na mambo. They are meeting things. The thing that they never decided to make. Biblia inasema. Bible says ya kwamba that walipofika pale zamu ya ile ya usiku, when they got there at around 10 p.m., kulikuwa na giza. There was a dark. Kuna giza. There is a dark. Wanasumbuka. They are big trouble. Wanataka kwenda mbele. They want to go in front. Na upepo inawarudisha nyuma. The wind is taking them back. Katika maisha. Into the life. Kuna kuteseka. There is trouble. Kuna hali kama hayo. There is unatamani kwenda mbele. You decide. Lakini unajipata. You find kuna upepo fulani. There is a wind. Inakurejesha nyuma. There is doing unapanga mwakabisho. plan is inafanya hija. I shall do this. Lakini unapatana na upepo. Unapatana na mawimbi. There is a wind. Yanakurudisha. There is kwenye mbele. Kabisa safari. Instead of breaking the journey. Safari imekuwa. The journey is not started. Unapiga mwiko. You just pin the motor. Unapiga mwiko. You try to go the motor. Unaenda kupiga. You will continue. Unaenda kupiga. So continue. Mafuta. You will continue. Unapiga unasonga. Don't think that's Lakini hawendi mahali. That's your not Unasema kung'ang'ana. Just try. Unasema karibu nifike. Say that time. Lakini ni mawimbi. But the wheel Unapokuja inapiga ile is chombo. coming to me. Inakurudisha nyuma. It is taking. Unaangalia unasema ni wapi. You see and say that where am I going? Ni wapi ninakwenda. Where am I going? Maisha yetu. That is how life is. Hivi sababu tunaandika maneno haya. That is how we have been raised. Tumetoa mfano hiyo. We have been given that example. Kwamba kuna mtu katika nyumba ya Bwana. And there is someone in the house of the Lord. Mawimbi yaweza kukupiga. And when you may come to be Mawimbi yako wapendwa. challenges of the Unajulishwa. you are being Ya told kwamba uelewe. that you may understand Mtume. that those that Walitoka kanisani. they came from church. Wanarudi ng'ambo ile. They are going the far. Wanaenda nyumbani. They are going back. Wametoka mkutano. They are from the Wakiomba Mungu. They are praying. Wameabudu Mungu. They are worshiping. Wamemsifu Bwana. Praise the Lord. Wakaona yes. They have
si wanaenda nyumbani wamebarikiwa, lakini bado katika njia into the way kuna shida, there is a problem. katika njia Into the way kuna msukosuko, there is a katika problem. njia Into the way kuna makutano, there is a struggle. wanakutana na mambo They are meeting ambao hawakutarajia katika njia yao. into their way. Bado wanajiangalia, They are looking at themselves. wakisoma maandiko, When you read the scripture, Biblia inasema aliona kuteseka kwa sababu that's why Petro alimuona Yesu. Peter, when he saw Jesus, Hakutaka kwenda na chombo, he never wanted to go hakutaka there. kwenda na He miguu. wanted to go right. Alipomuona Yesu, When he saw Jesus, akaona mateso imeisha. he saw troubles are here. Alipoona Yesu, When he saw Jesus, hata hakutaka wafike na chombo. he never wanted to Alimwambia allow. Bwana, He said, Lord, if it is you, nikuje. tell me to come. Alifurahi, He rejoiced. alifurahi He rejoiced kwa sababu ameona Mwokozi. because he has seen the Savior. Ameona Mwokozi. He has seen the Savior. Ameteseka. They have been troubled. Alipomwona Yesu, When he saw Jesus, aliona Mwokozi. he saw a Savior. Akafurahi. And he was happy. Mtoto akiwa na mzazi, When the child has this parent, hata akiambiwa arushwe kwa anga, when he is going to the you pray hard na kwa sababu ako kwa mkono yako mzazi, because he is in your hand. yeye anacheka. He is just happy. Unarusha yeye juu na mpaka unamwachilia. You throw him up and just Wanafanya nini? just Si anacheka kabisa. yes. Mpaka anatamani ukimweka chini, anatamani tena naona na maneno. Mkono. Urushe yeye. Lakini akigonga chini. Akigonga chini, ile ndio anaweka hapo. Hata mimi sema tena mzazi amefanya nini? Amefanya nini? Haleluya. Amen. Petro alipoona mzazi, When Peter saw the akaona father, baba he saw his father. amekuja. The father has come. Akakumbuka tulitoka saa 12. He remembered that he had said the Saa same hiyo thing. usiku bado tunakuwa katikati. At 10 p.m. was in the way. The men Tunatesekea. were just in trouble. Hivyo mimi kama tungekuwa na baba ananyosha tu mkono. If this meeting we had the father, he would have stretched his arm. Tunaenda ni hakuna kitu kinatusumbua. I will just go smooth without something. Maandiko inatuambia. The scripture is telling us Yesu Jesus akanyosha stretched his arm akashika. and he touched Peter. Kile ambacho nataka tuelewe katika maneno haya. What I want us to understand in this one, Ya kwamba hao watu walitoka kanisani. these people came from church. Hao watu walikuwa watakatifu. These people were righteous. Hawakumkosea Mungu kwa njia. They never go against God in a way. Hakuna mahali walikosea Mungu. There's nowhere they sinned. Hiyo ni masaa walitoka kanisani. That is the time they came from church. Wengine walitoka kumwabudu Bwana. They came from Walitoka wakamsifu Mungu. They came from Walikuwa wamehubiriwa na Yesu. They had been prayed with Jesus. Lakini sasa mateso yanatoka wapi? But where is this trouble coming from? Biblia inasema waliteseka kwa njia. The Bible says that they went through a lot of way. Kuna kitu inatufundisha. There's something is teaching us. Ndio maana mwimbaji akaimba akasema kwa mateso ya mwenye haki He said that ni mengi sana. the troubles of the righteous person, Bwana atamuokoa but the Lord shall na shida zake zote. with his troubles. Unaweza wakati uko katika Bwana kuna mateso, When you are in the Lord, there are troubles. kuna furaha, There are joy, kuna mateso. but there are challenges too. Kuna furaha There is peace, na kuna mateso. and there is Lakini uelewe you need to come katika mateso into the church. Bwana atakuja. The Lord shall come. Bwana atakuja. The Lord shall come. Bwana atakuja. The Lord shall come. Nataka nikuambie kwa mapito I want to tell you in your katika njia pana into the Bwana atakuja. the Lord shall come. Usiogope. Don't be afraid. Biblia inasema I will say, waliogopa you are afraid. walipomwona Yesu. When they saw Jesus, Inamaanisha it means walikuwa wanaangalia ile mapepo. they were seeing that how the boat was going. Sasa wakati waliona Yesu, When
they saw cheap, waliogopa kwa sababu waliona hii pepo imejitokeleza sasa wazi. They saw that the demon has just going to reveal itself. Ndio sababu. And that's why siku ya leo unaweza kuamka asubuhi. Then you wake up in the morning. Ulikuwa unateseka. You are going through a lot. Ulikuwa unalia. You are crying. Ulikuwa mgonjwa. You are sick. Alafu uamke mzima. And you wake up being well. Uamke uko mzima. Wake up well. Unaona sio kawaida. You see it not normal. Niliamka nilikuwa nimelala nilikuwa mgonjwa. I slept when I was sick. Lakini nimeamka nikiwa mzima. But I wake up well. Utasema nini? What will you say? Wapendwa, uliamka ulilala. You slept. Ukiwa hauna kitu fulani. You ate nothing. Kuna my friend mmoja tulikuwa tunaongea juzi. There's one friend of mine I was talking to him. There is a time. There is a time. Mtumishi wa Mungu mmoja kule eneo la Kisumu County. Someone who called from Kisumu. Mahali napanda mchele. Where the plant rice. Alikuwa wamepanga mikutano. They are ready for a meeting. Ya kwenda kusema. To go for a crusade. Na mkao wameombea ile mikutano. And they are praying for the meeting. Walikuwa wameombea ile mikutano. When they are praying for the meeting. Ilipofika wakati. When the time came. Na masaa ya kwenda mkutano. And the time for the meeting. Bibi yake akajitokeza. His wife. Juu walikuwa na shamba ya kulima ngano. Because they had a farm of kulima mchele. That was for rice. Sasa bibi yake akamwambia. And the wife told him. Hauwezi kwenda hiyo mikutano. You want to go for the meeting. Kama shamba letu la mchele. If our land haijapandwa. It has not been planted. Kwa hiyo hautaenda hiyo mikutano. Therefore you not go for the meeting. Na yeye ndio alikuwa chief guest. And he was the chief guest. Ambao anaenda kuzungumza kwa ile mikutano. He was going to speak into the meeting. Na akasema inawezaaje nikose mkutano? How can I go? Na mimi mmoja wale wamepanga mkutano. And I'm the people was praying and I've been waiting. Na tumekuwa tukiombea. And I've been praying for him. Mke wake akamwambia auendi mkutano. His wife said that you're not going to the meeting. Kama shamba ya mchele. If the land of that rice haijapandwa. Planted. Huyu mtu wa Mungu anaangalia. And the someone is seeing. Ana pesa. Ya kupea watu wapande mchele. And to give people to plant the rice. Anajiuliza. He is asking. Itakuwaje? How will it be? Masaa imefika. When the time has come. Na bibi naye amekataa. The wife has kuna kwenda mkutano. There is no going for the meeting. Akasema Mungu nitafanya nini? He said that God, what should I do? Akaomba kwa nyumba. He prayed in the house. Akatoka akaenda kwa shamba ya mchele. Went to the farm. Akamwambia shamba. He said on the farm. Sitakosa kwenda mkutano. I will not stop going to the meeting. Ya Mungu. Of God. Ambayo ilikuwa imepandwa. And he planted. Ya kwamba mimi ndio nitaenda kudumu pale. I shall be the one being hautazuia watu kupona. I will not refuse people to be kwa sababu wewe utapandwa. Because you are not being planted. Aliamuru malaika. He commanded the angels. Wakuja wapande shamba. To come and plant the farm. Ni kitu imefanyika. It is something that happened. Akasema shamba. He said that the farm. Malaika kuja mpande hiyo shamba. Angels come and plant the shamba. The land was planted. Yeye akarudi nyumbani. He went back home. Kwake. To his home. Akamwambia mke wake. He told his wife. Sasa twende mkutano. Let us now go to the farm. Kazi imeshamalizika. The work has been done. Nimeshapanda shamba. I already planted. Mke wake anamwambia bado. The wife said no. Akaenda kwa shamba. He went to the farm. Akakuta shamba imepandwa yote. She found the land was already planted. Akajiuliza umetoa watu wapi ya kupanda. He asked him where got the people to plant. Akamwambia haja yao ilikuwa ni shamba ipandwe. Your desire was for the land to be planted. Twende mkutano. Let us go to the meeting. Mke wake walienda mkutano. The wife went to the meeting. Na hiyo ndio mkutano ambao Mungu alikuwa ametenda mambo makubwa sana. That is the meeting that God did marvelous things. He was telling people. Mawimbi iliingia katika nyumba. That the wind came into the house. Kuja kuyumbisha chombo. That he may topple the boat. Ili lizame katika njia. That he may sink
into the will. Nisifikishe ujumbe wa Bwana. And I may not make the word of God to another. Lakini miujiza ya kwanza ambayo Mungu amefanya, But the first miracle that Jesus did, confirm hii kukutana Mungu yupo, to confirm that into this meeting God is there, ni kwamba is that amepanda shamba. He has planted the land of the eyes. Praise the living God. Amen. Nataka nikwambie, I want to tell you this. hatufai kuogopa. We are not supposed to be afraid. Wakati tuko katika Bwana, When we are in the Lord, hatufai kuogopa. we are not supposed to Ondoa uoga moyoni, take a fear kwa from sababu God, Yesu yupo. because God is there. Na mambo yote Yesu anaweza kufanya. And everything Jesus Hata kutembea juu ya maji. if you are walking on water, Wakati unateseka, when you are going mambo ambayo yanaonekana haiwezekani, things that you see them impossible, Yesu anaweza kufanya. Jesus is able to do. Petro aliona ya kwamba And Peter saw Yesu hawezi kumwamuru kutembea juu ya maji. Jesus cannot command you to walk on Lakini water. Yesu akamwambia kuja. And Jesus told him, Na Petro akatembea juu ya maji. and Peter walked on water. Sio ya kawaida. The things that are not possible Kwa kibinadamu. into the eyes of men. Hivyo ndivyo siku ya leo. That's why today, Mambo isiyoonekana kwa kawaida kwa mwanadamu. things that are not even possible in the eyes Bwana of men, anaweza. God is able. Wewe uko hapa. You who is Kuna here, mambo yanaonekana imekwama. there are things that is stagnant in Kwa your life. asili kusema You are saying fikia mwisho wa mwaka hii. that the life can end. Kuna mambo itakuwa There imetendeka. are some things that are shall Fikia be. mwisho wa mwaka hii. To the end of Kuna the mambo month, itakuwa imeonekana. it shall be seen. Kwa sababu kuna ishara. Because there is Kuna ishara wapendwa. that leader, Kuna ishara. and that Na shame, ishara hiyo. and that is Yesu anapokuachia. Jesus is on your way. Yesu anakuwa hayuko. Jesus is very sick. Lakini uko kwa mikutano. Alipokuwa na Yesu kwa mikutano. Yesu akawaambia tangueni mbele. Waone ya kwamba ndio. Tunaenda bila Yesu. Wakati Yesu amebaki. Walipokuwa wanateseka. Hawakuona Yesu hapo mahali. Waliona wako peke yao. Waliona wako peke yao. Hawakuona Yesu mahali. Hawakuona Yesu mahali. Kwa sababu walikuwa ndani ya giza. Na Biblia inasema kwa saa ya usiku wa manane. Yesu hakuwa anaonekana mahali. He was not being seen. Alienda kuomba. He went to pray. Kumbe Yesu alikuwa anawaombea. Jesus was praying for them. Yesu anawaombea. Jesus prayed for them. Kwa mateso wanateseka. Into their power. Lakini maombi inakuja. Maombi inakuja. Wanaangalia upande. Ikawa walikuwa wanatembea. They were walking. Wanaangalia nyuma. They are going backward. Wale kama kuna chombo inakuja. See if there is a road Inakuja na master wao. that is coming out. Hawangeweza kuokoka. They have entered to that Lakini town. hawaoni chochote. And they are not seeing anything. Walipangalia mbele. But when they saw the Waliona anakuja. they saw it coming. Wakasema hapana. They say, no, Hii ni pepo. this is a demon. Nataka nikwambie. I want to tell you, Wacha kuogopa. don't be afraid. Mwaka hii. This year, Hii mwaka hii. this year, Mwaka hii. this year, Bwana ametengeneza njia yake. the Lord has made His way. Kuna mapito ya Bwana. There is a way. Bwana anakuja. Jesus is coming. Ako mahali. He is somewhere. Anakuombea. He is praying for Ako you. mahali. He is somewhere. Anakutengenezea. He is making for you Mambo inaonekana. the things that have been seen Kawaida kwa wanadamu. into the eyes of the people. Ndio sababu. That's why Usivunjike moyo. don't be broken. Kuna project ulianza. It's a privilege that is mine. Ikasimama. It is best for you. Usiogope. Don't be afraid. Bwana anakuja na ushuhuda. The Lord is coming with Bwana testimony. analeta ushuhuda. The Lord is coming with Yesu anakuletea ushuhuda. Jesus is bringing you a testimony. Mwaka hii At the end of kuna this year, ushuhuda. there is a testimony. Mwisho wa mwaka hii At the end of this kuna year, testimony. there is a testimony Kwa mtu wa Mungu. unto the servant of God. Tulipotoka hapa. When they came out to me, Wengine wakati. they went and sat down. Anza kuuliza. And started asking themselves, Huyu ni mtu aina gani? who is this kind of a person?
utakuja ukituuliza, you will not ask yourself, Mungu ni Mungu aina gani? God is who is God? Kwa sababu hawakuamini. Because they never believed. Ndio maana akaambia Peter, that's what he told Peter. Mbona umeona ushaka? Why are you afraid? Au kuamini niko na wewe? You never believed that I was with you. Au kuamini niko hapa? Did you never believe that I was here? Wote tunaona tushaka. We know I is the child. Lakini nataka niwaambie, And I want to tell us, kila ambacho Bwana amekupatia, that which God has mwaka hii at this year, utashangaa. you shall be mesmerized. Utashangaa. You shall be mesmerized. Wewe unaweka kando. Take fear out. Simama mbele za Bwana. Stand before the Lord. Simama mbele za Bwana. Stand before the Lord. Weza kuenjoy. Stand Weza before kufanya kazi ya Bwana. Kama ule mtoto mchanga atelelea mikono ya mzazi, hata kama tu enda pale happy. Bwana asifiwe. Mungu atusaidie. May God help us. Ili tuweze kuwa wapendwa That we may be that ambao wako na imani. who has the faith. Tembea na Bwana. That we walk Na kila in. ambacho nataka ufunguke moyo. Ukisema ninajua, I want you to know, mwisho wa mwaka hii at the end of this month, nitakuja na ushuhuda hapa I shall bring testimony katika jina la Yesu. in the name of Jesus. Nitakuja na ushuhuda hapa. I shall know in the testimony. Bwana akupe ushuhuda. May God give you Bwana testimony. akuandalie ushuhuda. May God prepare testimony. Kwa sababu anasema Because He said, iiteni nami nitaitika. call unto me and I shall Nitaonyesha mambo makubwa. I shall show you great Mungu usiyejua. things that you are not Kuna mambo makubwa. There are great things Mambo ambao hujui. that you don't even Bwana know. anatengeneza. The Lord is Hiyo prepared. kwa jikoni. Inaweza kupigwa. Kuna mambo mazuri. Bwana ameweka kwa jikoni. God is putting in the kitchen. Continue cooking. Utaweza kufurahi. You shall be happy. Wakati unaona mazuri ya Bwana. When you see Wakati unaona matunda ya Mungu. when you see Wakati unaona matokeo. when you see Wakati unaona baraka za Mungu. when you see the blessing, Utaweza kuimba jina la Bwana. you shall go out. Kusema Mungu wetu You say that our Lord ametenda maajabu. He has done great. Mungu wetu ametenda makuu. Our God has done great. Ametenda maajabu. He has done great. Juu ya maisha yangu. Into our life. Ametenda miujiza. God has done Juu ya maisha yangu. Amenifungulia njia. God has opened the way. Amenisababisha. Nimejenga nyumba. Amenisababisha. Nimepata promotion. Amenisababisha. Nimepata kile ambacho nilikuwa nimekosa. Juu ya maisha yangu. Unto my life. Hallelujah. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good and God is nature. Kwa hiyo Mungu wetu yuko. Our God is there. Kile walisahau. Yakobo alikuwa kwa mkutano ya Bwana. Na Bwana ndiye aliwaamuru. Akawaambia endeni. Mungu ndiye aliwaamuru. Akawaambia endeni. Siku ya leo tunatembea kwa jina la Bwana. Tunaenda kwa jina la Bwana. Tunaishi kwa jina la Bwana. Tunakaa kwa jina la Bwana. Tunaona kwa jina la Bwana. Na tunaamini ya kwamba inatendeka. Hata kama kuna mawimbi, naamini kuna ushindi.